Naam, Pemba Pemba, marashi ya Pemba, moja miongoni mwa wimbo wenye historia kubwa katika nchi hii ya Tanzania. Mwimbaji Marijani Rajabu akiwa katika eneo la Morogoro, mzaliwa wa Morogoro, alipata kuimba nyimbo hiyo akisifia visiwa vya Pemba na marashi ya karafuu, kikubwa akimaanisha kwamba uchumi wa Zanzibar na namna ulivyoshikiliwa na zao hili muhimu sana kwa maendeleo ya Zanzibar. Leo hii tumetua katika ardhi hii ya Pemba na kikubwa ambacho tumekuja kukuletea hapa ni ziara maalum ya wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar. Watatua katika ardhi hii muda mfupi ujao kupitia airport ya Pemba, na kikubwa zaidi wanakuja kufanya kazi ambayo Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wakati akiwaapisha viongozi mbalimbali aliwapa tamko hilo kwamba wasikae kwenye viti, waende nje field kuwatumikia wananchi, kujua kazi, na hasa akawaambia viongozi wahakikishe kwamba wanazifahamu vizuri taasisi zote zilizo chini yao. Mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar leo inakuja kuzitembelea ofisi za mamlaka hiyo Pemba, na bodi hii itapata nafasi ya kuzunguka kwenye bandari zote zilizoko kisiwani Pemba na kutoa maelekezo na kusimamia umuhimu wa kazi zinazoendelea katika eneo hili. Ungana nami mtangazaji Suleiman Abdullah Salim ambaye nitakuletea matangazo haya ya ziara yote kuanzia mwanzo wa siku hii hadi mwishoni mwa siku ambazo tutakuwa tumekamilisha ziara hii. Nyuma ya kamera, afisa uhusiano kutoka mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, ndugu Saleh Abdalla Yusuf, ndiye anatusaidia kukupata vizuri katika matangazo haya. Nikwambie kwamba muda mfupi ujao utaungana nami kuweza kupokea matangazo haya muhimu sana kuhakikisha kwamba ziara hii inakwenda kukamilika kwa mafanikio makubwa zaidi. Karibu Pemba, karibu Zanzibar. Mbele yangu hapa niko na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya usafiri baharini, ndugu Sultan Suleiman, na yeye kikubwa zaidi atatueleza ziara hii inakwenda kuzungumzia kupitia maeneo gani, na kikubwa zaidi inakwenda kubaini mambo gani ambayo yataweza kuisaidia bandari zetu za Pemba hapa kuweza kufanya vizuri zaidi ambazo tunazisimamia mamlaka ya usafiri baharini. Mwenyekiti, karibu sana. Asante sana. Kwanza kabisa naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia hai na uzima. Lakini pili nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika kuyaweka maono yake ya kuikuza Pemba lakini Zanzibar kwa ujumla kiuchumi. Sisi leo tuko kwenye ziara ya kutembelea taasisi hii yetu ya ZMA, mamlaka ya usafiri baharini, na lengo ni kujionea utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, lakini vile vile utekelezaji wa majukumu yetu, ili sasa tukiweza kukaa kwenye vikao vya bodi tuweze kufanya uamuzi sahihi na kuweza kusaidiana na management pamoja na mkurugenzi mkuu wa mamlaka kuweza kumsaidia namna gani ya kuweza kutekeleza na kuleta ufanisi katika utekelezaji wake. Asante. Ziara hii inakwenda kugusa kwenye maeneo muhimu sana. Nilikuwa naangalia ratiba mwenyekiti, namna bandari za Shumba ambazo tayari zimezinduliwa, kesho Ijumaa kesho inakwenda kuzinduliwa, lakini pia kuna usafiri ambao huwa tunasema kwamba si rasmi kwenye visiwa hivi, watu wanavuka, na tumekuwa tukishuhudia maeneo ya Kiwani na maeneo mengine kuwa na ajali nyingi. Labda katika ziara yetu hii tutegemee nini kwenye maeneo hayo tutakwenda kusaidia ili kusudi wale wananchi wanaovuka, lakini hasa bandari ya Shumba iweze kupata usalama kwa sababu eneo kubwa ambalo tunalisimamia pia ni eneo la usalama kwa wananchi wetu. Nadhani ziara hii itakwenda kubaini mambo mengi. Kwanza kujionea utekelezaji wake, lakini baada ya kujionea sisi kama bodi, kwa sababu kuna wataalamu wengi ndani yake, tutaweza kutoa uamuzi sahihi wa namna gani ya kuweza kulinda usalama wa wananchi, lakini vile vile hata vyombo vyao. Na mtazamaji wa online ZMA Online TV, tupo katika airport ya Pemba, moja miongoni mwa airport zenye historia kubwa katika visiwa hivi vya marashi ya karafuu, na mbele yenu hapa ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, Bi Mtumwa Saidi Sandal. Tutazungumza naye kidogo kuhusiana na kwa nini yuko hapa na nini tunakwenda kukishuhudia ndani ya siku tatu hizi ambazo tumetua katika kisiwa hichi cha Pemba. Mkurugenzi, karibu sana kwa niaba ya wananchi wa Zanzibar. Asante sana, nashukuru kweli. Leo tumekuja hapa kisiwa hiki cha Pemba kwa ajili ya kufanya ziara na wajumbe wetu wa bodi. Hii ni ziara ya kikazi, ziara ya kawaida. Wamekuja kutembelea ofisi zetu, kuona changamoto pamoja na kuboresha ufanisi kutokana na changamoto watakazozikuta. Tunaamini ziara hii itazua matunda au italeta matunda na faraja kubwa
kwa sababu ukikaa ofisini, tuseme wajumbe wa bodi tukiwa tunawaletea tu pepa kwenye ofisi au juu ya meza na kufanya maamuzi, lakini inakuwa vigumu kama kufanya maamuzi wa kitu ambacho hawajakiona. Lakini tukasema tuandae basi ziara yetu hii ya kikazi, waje waangalie majukumu yetu, changamoto zetu. Tukipeleka mambo yetu iwe rahisi wao kuelewa. Tukizungumza A wanakuwa wanafahamu, tukisema B tutakuwa tunafahamu. Lakini vile vile kwa kuwa sisi mamlaka ya usafiri baharini katika kisiwa cha Pemba pia tuna ofisi mbalimbali, ziko maeneo mbalimbali, mkoani tuna ofisi, Uwesha tuna ofisi, na Wete tuna ofisi. Kwa hiyo bodi pia itajionea ofisi zetu, malengo yake na ofisi zilivyo. Wataweza kutupatia maeneo bora zaidi, tunaamini kuboresha ofisi zetu pamoja na majukumu yetu ya kazi ya kila siku. Kwa hiyo tuko hapa kwa lengo hilo. Kwa kuwa mamlaka ya usafiri baharini, moja kati ya kazi zake ni kulinda pamoja na kuhifadhi mazingira ya bahari, lakini pia ulinzi na usalama wa maeneo yetu ya bahari pamoja na watumiaji wa bahari. Sisi kama mamlaka ya usafiri baharini katika ziara hii tumejiandaa pia kupitia maeneo yale ya visiwa vyenye bandari ambazo wananchi wanavuka mara kwa mara katika shughuli zao za kila siku kwa kutumia vyombo vyao vya majahazi au zile ngalawa zao. Sasa katika zile ngalawa au majahazi tunawataka manake wakiwa wamo katika bahari au kutumia bahari wawe na vifaa vya uokozi angalau kujilinda endapo itatokea hali yoyote ya dharura katika maeneo ya bahari. Lakini tutaangalia zaidi kwa yale maeneo ambayo wananchi wetu hawana uwezo mkubwa sana wa kununua vifaa vya ulinzi na usalama wa bahari, basi tunaweza tukawagaia. Na hili zoezi ni endelevu, tumeshalianza huko nyuma, ziara za mwanzo za bodi, pia tulifanya ziara maeneo mbalimbali ikiwemo kisiwa Panza na maeneo mengine ya visiwa ambavyo vinatumia wananchi wake wanatumia kuvuka shughuli zao za kila siku za kuvuka. Tumeweza kwenda tukazitatua changamoto zao, nyingi zao zikiwemo ugawaji wa life jacket. Kwa hiyo na hasa ziara hii nayo pia itakwenda katika baadhi ya visiwa ambavyo navyo vina changamoto ya shughuli zao za kiuchumi, zinahusu zaidi bahari, kuvuka, kuvusha, nao watapata pia fursa ya kupata huduma hiyo ya kugaiwa japo life jacket na life ring kwa ajili ya kujiokoa na maisha katika ile hali ya dharura inapotokezea. Asante sana. Mkurugenzi mkuu, sisi tunakushukuru sana kwa niaba ya ZMA Online TV na uongozi wako tunakushukuru na tunakutakia kila laheri katika ziara hii hapa kisiwani Pemba, na tunaamini ziara hii itakwenda kutoa maendeleo makubwa sana katika sekta yetu ya bahari. Karibu sana Pemba. Asante sana. Na mtazamaji, huyo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri baharini Bi Mtumwa Saidi Sandala ambaye anahitimisha mazungumzo haya akiwa ametua katika ardhi hii ya kisiwa cha marashi ya karafuu, na kikubwa tunakwenda kushuhudia juu ya kazi nzuri inayokwenda kusimamiwa, maelekezo na miongozo mbalimbali namna ya kuisimamia bahari katika eneo hili la kisiwa cha Pemba. Na ungana nami, na nyuma ya kamera yuko Saleh Abdallah Yusuf, afisa uhusiano wa mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, na mimi ni Suleiman Abdullah. Mengi tutakwenda kuyashuhudia katika ziara hii. Karibu sana. Katika bahari kuu ya Zanzibar